Hivi unajua kwa nini Israel pamoja na Marekani zimeshindwa kuizuia Iran kuendelea kushambulia au kuendelea kujibu mashambulizi ambayo inakuwa ikiyafanya? Hivyo unajua ni kwa nini? Na kwa nini Marekani amekuwa akitoa taarifa tofauti tofauti kuhusiana na missile launchers ambazo amesema Iran ameshaziharibu, pia Israel akisema kuwa takriban 75 ya missile launchers za Iran ameweza kuziharibu. Lakini matokeo yake ni kwamba Iran wameendelea kushambulia nchi ya Israel pamoja na kambi mbalimbali za Marekani huko Mashariki ya Kati. Sasa unajua sababu ni nini? Kabla kufikia huko, kwanza tujue kwanza missile launcher ni kitu gani. Maana kabla vita hii Iran ilikuwa ina makombora takriban 3000 na missile launchers hizi bana ni vifaa au kitu ambacho kinatumika kutuma kombora au kusaidia kombora kuweza nini, kusafiri kutoka eneo lililopo. Kuna kombora na kuna kifaa ambacho kinasaidia silo kombora liweza nini, kuondoka kwenda kwenye target husika. Sasa hicho vifaa ndio vinaitwa nini, missile launchers. Na hizi missile launcher bana inaweza kuwa ni mobile, yani ina move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au inakuwa stationary. Sasa hizi missile launchers bana ndo Marekani na Iran wamekuwa wakizitarget kwa muda mrefu na kuzilipua, lakini mpaka sasa licha ya juhudi zote hizo, lakini bado Iran wameendelea kushambulia kwa nguvu kubwa. Sasa kuna sababu ambazo zimeifanya Iran hizo missile launchers ziendelee kubaki, au japokuwa zinashambuliwa ziendelee kubaki na ziweze kuleta madhara kwa Marekani na Israel katika vita hii inayoendelea huko nchini Iran. Sasa kuna sababu kubwa 4 ambazo zinaifanya Iran bana endelee kuwa na hizi missile launchers licha ya kushambuliwa na hizi nchi mbili. Sababu ya kwanza bana ni size of the country and the stockpile. Namaanisha ukubwa wa nchi pamoja na hifadhi ya mabomu ambayo inayo. Kumbuka tu kabla vita hii bana, Iran ilikuwa na takriban makombora 3000. Kwa hao jamaa walikuwa wamejiandaa kwa muda mrefu. Makombora 3000 ni makombora mengi. Au ni makombora, sijaongelea drone, au ni makombora tu 3000 ya masafa marefu na masafa mafupi ambayo yanaweza nini, kushambulia hizi nchi za ukanda wa Mashariki ya Kati. Tukija kwenye swala zima la ukubwa wa nchi, Iran bana ni nchi kubwa sana, ina kilomita square takriban milioni 1.6. Hii ni nusu ya India. Sasa you can imagine India ina wakazi inao takriban bilioni, nusu yake ndo Iran. Ni nchi kubwa. Kwa hiyo sasa hizi missile launcher kuzitrack inakuwa ni ngumu sana, kujua kila eneo ambapo missile launcher ipo. Ndio maana Marekani na Israel zimekuwa zikishambulia hizi missile launchers, lakini bado missile launchers zimeendelea kuwepo na zimeendelea kuleta madhara. Kwa sababu ya nini? Ya ukubwa wa nchi, pia na jiografia ya nchi ya Iran yenyewe ambapo ina milima. Kwa kujua sehemu gani ndio kuna hizo missile launcher imekuwa ni kazi sana kwa nchi ya Marekani pamoja na Israel. Sababu ya pili bana, mobile and underground storage. Mobile inamaanisha ni missile launcher ambazo zinatembea ambazo zinahamishika, na underground storage ni mobile, hizi ni missile launcher ambazo zimehifadhiwa chini ya mahandaki, na mahandaki mengi nchini yako chini ya milima au ama bunkers. Kwa sasa kuna mobile storage hapo bana, missile launcher inashambulia eneo hili, baada ya muda inatoka inaenda eneo lingine. Kwa kama detect kwa eneo hili, baada ya muda fulani itatoka na itaenda eneo lingine au tena kujificha. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kudetect na kujua exact location ya hiyo missile launcher. Hii ndio sababu kubwa ambayo inafanya Marekani na Israel wapate changamoto katika kuzishambulia hizi missile launchers. Ingine ndio hiyo ya underground storage. Nyingi wa makombora haya yapo chini ya ardhi. Kwa kugundua ni exactly wapi yalipo ni changamoto kubwa, na jiografia ya Iran ilivyo ni jiografia ya milima. Kwa kugundua exactly place pia inakuwa ni changamoto kwao. Sababu kubwa ya tatu ambayo inasababisha Iran waendelee kushambulia licha ya missile launcher zao kuharibika, na endelee kuretain hizo missile launcher ambazo zimebaki na kushambulia Mashariki ya Kati pamoja na kambi za Marekani huko Mashariki ya Kati pamoja na Israel, ni decentralized missile command bana. Hii bana ni system ambayo ni mosaic, yani system ambayo ni vipande vipande, na hawa watu bana wanakuwa na uwezo wa kushambulia bila kutegemea amri kutoka Tehran. Yani kila kambi au kila sehemu ambapo kuna hizi missile kunakuwa kuna mtu
au kuna watu ambao wana mamlaka pia ya kushambulia na sio kusubiria tu amri moja ambayo itatoka Tehran. Kwa kila kikosi kinakuwa kina uwezo au kina majukumu yake ya kufanya kutokana na vita inavyoendelea. Kwa kinaweza kushambulia bila kutegemea oda au bila kutegemea maelekezo kutoka Tehran. Kwa hii system bado inasababisha sehemu mbalimbali za Iran kushambulia bila kugundulika kwa sababu ya kutokuwa na komandi moja ambayo inatoa amri ya kufanya jambo fulani. Sababu ya nne bana ni knowledge na experience ya Iran. Bana hii ni uelewa na uzoefu wa Iran katika masuala zima ya utengenezaji wa haya makombora au missile. Inasemekana kuwa takriban makombora 40 yanatengenezwa kila mwezi nchini Iran. Sasa hizi missile, sasa unaweza kujiuliza kuwa makombora 40 kila mwezi au ni makombora mangapi kwa mwaka? Kwa ni 40 mara 12. Takriban makombora 12 mara 4 12 takriban makombora 480 yanatengenezwa kwa mwaka. Haya makombora mengi. Ni miaka mingapi Iran imeanza kutengeneza? Ni miaka mingi huko nyuma. Kwa na makombora mengi sana na stoni kubwa sana kama makombora 480 kwa mwaka. Baada ya miaka 10 ni makombora mangapi? Ni makombora mengi sana. Kwa huu pia uzoefu unawasaidia Iran na knowledge yao ya kutengeneza. Kwa hata ukiharibu makombora au hizo missile launchers, wana uwezo wa kutengeneza zingine na zingine na zingine. Kwa hiyo ndio sababu kubwa sana inayosababisha missile launchers ziweze kuendelea kuwepo nchini Iran licha ya Marekani na Israel kushambulia maeneo tofauti tofauti ya nchini Iran ambayo yanahusika na hizo missile launchers.